Kuna muda ambao vita ya kwanza inapiganwa mchana. Vita ya kwanza inapiganwa mchana kwenye malango. Lakini vita ya pili inapiganwa usiku. Na ndio maana Biblia inasema malango yako yanatakiwa yawe wazi daima. Hayatafungwa mchana, maana mchana yanatakiwa yawe wazi. Hayatafungwa usiku, maana usiku yanatakiwa yawe wazi. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, haya malango ni nani kayaweka au kwa nini kuwepo na malango? Haya malango ni malango mahususi ambayo Mungu ameyaweka mwenyewe, sio wanadamu wala sio adui. Haya ni malango ambayo tutakayoangalia, ni malango ambayo Mungu ameyaweka yeye mwenyewe ili amekusudia kumfanikisha mwanadamu, ili baraka za Mungu ziweze kupita kwenye hayo malango kwenda kwa mwanadamu ambaye ni mimi na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema na alikujua tangu tumboni mwa mama yako, wakati anazungumza na Yeremia. Manake Mungu alikuwa ameshaandaa malango ya Yeremia kufanikiwa mpaka kufika kwenye unabii. Yeremia Mungu alikuwa ameshamwandalia namna yeye anapotakiwa aje awe, lakini ili aweze kuwa vile ambavyo Mungu alimkusudia, lakini kulikuwa na milango ambayo Mungu ameshaiandaa ili Yeremia apite akafikia ule ukuu ambao Mungu alikuwa amemwandalia. Wewe Mungu amekuumba tangu tumboni mwa mama yako, alikujua, amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Lakini yako malango ambayo Mungu ameandaa, yako malango ambayo Mungu ameweka special kabisa kwa ajili ya kwako. Yaani hii milango iko kiroho, iko ya aina mbili, imegawanyika kwenye pande mbili. Iko milango ya kiroho na ya kimwili. Jina la Bwana libarikiwe. Haya malango anasema kwamba hayatafungwa mchana wala usiku. Yamegawanyika kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho. Kuna malango ya kiroho. Lakini eneo la pili ni eneo la kimwili, malango ya kimwili. Haya malango yote mawili yanafanya kazi moja, lakini kwa njia tofauti.